asifiwe. Amen. Ninamshukuru Mungu tena kwa siku ya leo, siku ya pili ambayo ametupa nafasi ya kujifunza, na Mungu akubariki wewe ambaye umekuja. Ninaamini kuna kitu tena Mungu atatuongezea leo. Amen. Wangapi haukuwepo jana? Leo ni mara ya kwanza. Nitapita tu kwa ufupi kule ambako tumepita jana. Tulianza kuangalia umuhimu wa kutoa na kujitoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Umuhimu wa kutoa na kujitoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Nitapita kidogo kwa dakika kama 5-7, alafu tutaendelea pale tulipoishia. Tulisema maneno mawili ya msingi kwenye fundisho hili. Neno la kwanza ni ufalme wa Mungu na neno la pili ni kutoa au kujitoa. Malengo ya somo tukasema ni kugeuza ufahamu wetu kuhusiana na kutoa na kujitoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Lengo la pili la somo ni kutusaidia kuuelewa ufalme wa Mungu ili kuweza kujitoa na kutoa kwa usahihi. Kuuelewa ufalme wa Mungu, na tulianza kuzungumzia kidogo jana. Lakini pia lengo la tatu ni kuwa na mtazamo sahihi kuhusu utoaji na kumtolea Mungu ili kutuletea matokeo ya utoaji wetu. Na nikasema fundisho hili lina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni ufahamu wa kina kuhusiana na ufalme au ufalme wa Mungu na umuhimu wa kuwa na mtazamo wa kiufalme unapotoa na kujitoa. Na sehemu ya pili nikasema ni namna sahihi ya kumtolea Mungu ambayo itatuletea matokeo katika utoaji wetu. Amen. Andiko letu la msingi lilikuwa linatoka kwenye Mathayo sura ya 6 mstari wa 24 mpaka 34. Na kwenye hayo maandiko tukaona maandiko hayo yametaja mahitaji muhimu ya mwanadamu ambayo ndio sababu ya masumbufu mengi. Tule nini, tunywe nini, tuvae nini. Watu wengi wanasumbukia hayo kwenye maisha. Mtu anapambana kwa sababu ya hayo. Lakini uhalisia, unaangalia kwenye hayo maandiko unagundua uhalisia wa kusumbuka au wa masumbufu sio mahitaji, bali ni mfumo wa kufikiri. Ni namna mtu anavyofikiri anavyokutana na mahitaji. Amen. Ndio maana maandiko yanasema msisumbuke basi mle nini, mnywe nini. Msisumbuke basi. Kumbe unaweza ukasumbuka au ukaamua usisumbuke. Unaweza kuwa na mahitaji na ukakubali mahitaji ya kusumbue, na unaweza kuwa na mahitaji na ukakataa mahitaji ya kusumbue. Msisumbuke basi. Hilo neno msisumbuke maana yake msikubali wazo, msipokee wazo lolote la usumbufu. Msipokee wazo lolote la usumbufu. Moja kitu ambacho nimegundua kwenye maisha tunapoishi, kila ambacho tunakutana nacho huwa kinageuka kuwa wazo kwenye ufahamu wetu. Sasa ni sisi tunaweza kulipokea hilo wazo au kulikataa. Kila unachokutana nacho kinageuka kuwa wazo. Sasa usipokee wazo la kusumbuka wakati unapokuwa na mahitaji mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini maandiko pia yanaonyesha utofauti wa wazi kati ya watoto wa Mungu au wana wa ufalme na watu wa dunia. Utofauti wa wazi kati ya wana wa Mungu na wana wa duniani au wana wa ufalme na wana wa dunia. Unaonyesha utofauti wa wazi kabisa. Na mtu wa ufalme ni tofauti na watu wengine. Na huu tofauti hauko kwenye mahitaji, kwa sababu wote tunayo mahitaji. Huu tofauti uko kwenye namna ambayo tunayapeleka, tunayachukulia hayo mahitaji. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wewe wa ufalme haupasi kusumbukia mahitaji kama wanavyosumbukia wengine. Una utofauti uko kwenye namna tunavyofikiri. Tunapaswa kufikiri tofauti na watu wa dunia. Sisi tunapaswa kufikiri nini? Ufalme wa Mungu kwanza. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunapaswa kuwa na vipaumbele katika ufalme wa Mungu. Na tukaanza kuangalia sasa kuhusiana na ufalme. Mambo muhimu ya kufahamu kuhusu ufalme. Jambo la kwanza tukasema ni uwepo wa utendaji wa falme tatu duniani. Huku duniani tunakoishi kuna utendaji wa falme tatu. Ufalme wa kwanza ni ufalme wa dunia.
na nikatoa mfano. Kwa mfano, serikali ya Tanzania ni ufalme wa Tanzania. Kwa hiyo na tunakuwa watu wa ufalme wa dunia kupitia nini? Kupitia kuzaliwa. Ukizaliwa Tanzania, wewe ni Tanzania. Ukizaliwa Kenya, maana yake wewe ni nani? Ni Mkenya. Na hauwezi kukwepa athari za serikali yako au za ufalme uliozaliwa. Na nilisema jana, kimsingi mtu ni mali ya serikali. Na nitoa mifano kadhaa ambayo inathibitisha mtu ni mali ya serikali. Akifa, serikali ndio inathibitisha amekufa. Kama ana wakumzika, atazikwa na serikali. Ukimuua mtu, utashtakiwa na nani? Na serikali, sio na ndugu. Ndugu wanaweza wakapeleka kesi, lakini serikali ndio itaishika hiyo. Hata ndugu asipopeleka kesi, serikali makini itamshtaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mtu ni mali ya ufalme. Na tukaona pia baada ya ufalme wa dunia kuna ufalme wa Mungu unafanya kazi huku duniani. Ufalme wa Mungu unafanya kazi huku duniani. Sikuongelea sana, lakini nikaongelea pia kuna aina ya tatu ya ufalme unaofanya kazi duniani, unaitwa ufalme wa Shetani, ufalme wa giza, ufalme wa Shetani. Nao nilitoa mifano kadhaa, na mfano wetu ulikuwa ni ule wa Uajemi. Unaona, Uajemi ni ufalme wa duniani, lakini ulikuwa una ufalme wa giza ambaye anaitwa mkuu wa Uajemi. Wengine hadi leo wanasema tunamfunga mkuu wa Uajemi. Uajemi ilikuwa ni eneo. Bora ufunge mkuu wa Tanzania au mkuu wa eneo, mkuu wa Messi wa kiroho. Lakini usimfunge wa Uajemi. Uajemi sio hapa. Bwana asifiwe sana. Ninaeleweka watu wa Mungu. Kwa hiyo tukaona kwamba kwenye kila ufalme wa dunia pia una ufalme wa kiroho nyuma yake. Kila tawala ya dunia ina tawala ya kiroho nyuma yake. Kila ufalme wa dunia una ufalme wa kiroho nyuma yake. Tanzania pia ina ufalme wa kiroho nyuma yake. Inao. Na hata maeneo, ukitoka kwenye nchi, ukirudi chini kwenye kiwango cha mikoa, kuna ufalme wa eneo. Ukirudi chini kwenye kiwango cha wilaya, kina ufalme. Ukirudi chini kwenye kiwango mpaka cha mitaa, kina ufalme. Ndio maana kuna mitaa mingine ukienda kuishi, utajikuta na wewe una maendeleo kama wale. Yaani ulienda na akili zako za maendeleo, ukahamia pale, ghafla na wewe unakuwa na mawazo yale kama ya kwao, mawazo ya kimaskini. Kwa sababu gani? Kuna mfalme wa mtaa haruhusu watu kuendelea. Kwa hiyo chagua pia na maeneo unaishi. Wewe unaishi kila mtu hajajenga, ndiko unakoishi. Kwa sababu maisha rahisi, maisha yaende hivyo. Kuna mahali pengine ukienda, umeenda chini ya ule ufalme. Na kuna namna tu unaanza kuanza sawa. Lakini pia hii inaenda hadi kwenye level ya ukoo. Hii inaenda mpaka kwenye level ya ukoo. Ndio kuna ukoo mwingine wote walevi, maana yake kuna kiongozi wa ulevi kwenye ulimwengu wa roho. Kwa ukishaingia tu mle na unaanza kuwa na nini? Na ulevi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaeleweka vizuri watu wa Mungu. Kwa kila ufalme wa dunia una ufalme wa kiroho nyuma yake. Na kila mwanadamu anatumika chini ya falme mbili. Nilisema jana, kila mwanadamu anatumika chini ya falme mbili. Mfalme wa kwanza ni aliyozaliwa Mtanzania, lakini hauathiriwi na Tanzania peke yake. Hauathiriwi na serikali ya Tanzania peke yake. Kuna kitu kingine cha kiroho pia huwa kinakuathiri. Na hakuna neutral ground. Hakuna mahali ambapo kwamba mimi yani kinachoniathiri maisha yangu ni cha kimwili tu, hamna cha kiroho. Hamna kitu cha aina hiyo. Kila mtu kuna nguvu ya kiroho inamwathiri. Ni sisi ndio hatujui. Tunasema sio kila kitu cha kiroho. Unashasikia hiyo kauli? Sio kila kitu cha kiroho bwana. Mimi nakwambia ukweli, kila kitu ni cha kiroho. Kila kitu ni cha kiroho. Kwa sababu Biblia inasema dunia yote yakaa katika yule mwovu. Maana yake dunia yote ni ya kiroho kabla ya kuwa ya kimwili. Kwa sababu kulikuwa na nguvu ya kiroho ndio ikafanya dunia iwepo. Nguvu ya Mungu. Na kulikuwa na nguvu ya kiroho ndio ikafanya uharibifu uwepo duniani. Kwa kila kitu kina nguvu ya kiroho nyuma yake. Usije ukatolewa kwenye mstari na hii kauli ya kwamba sio mambo yote ni ya kiroho. Kila jambo lina nguvu ya kiroho nyuma yake. Kila jambo. Na shetani anajua hilo. Shetani anajua. Bwana asifiwe sana. Nitakueleza hadi hela ilivyo ya kiroho. Kuna wengine wanasema hela bwana, mambo ya hela sio ya kiroho. Nakwambia ukweli, mambo ya hela ni ya kiroho.
Mambo ya hela ni ya kiroho. Kila jambo linakuwa la kiroho kutokana na yule mtu. Ukishakuwa wewe wa kiroho, kama unakubaliana wewe ni mtu wa kiroho, uwe na uhakika kila kitu chako ni cha kiroho. Kwa sababu kiroho wa kitu unasababishwa na mtu mwenyewe. Kwa hiyo kama mimi ni wa kiroho, biashara yangu ni ya kiroho, huduma yangu ni ya kiroho, kila kitu ninachofanya, elimu yangu ni ya kiroho. Kwa nini? Kwa sababu shetani anajua akitaka kunipiga mimi, si unasema pesa sio ya kiroho, ila shetani anajua ni ya kiroho. Ndio maana kuna wakati akitaka kupiga maombi yako anapiga hela zako. Kuna wakati ulipata hasara ukashindwa kuomba, maombi ni ya kiroho. Kilichokufanya ushindwe kuomba ni nini? Pesa, hasara dukani. Maana yake nini? Pesa ni ya kiroho. Twende taratibu. Wakati shetani anataka kumpiga Ayubu, alipiga nini? Alipiga mali zake. Kwa mali za Ayubu zilikuwa ni za kiroho. Kwa sababu gani? Kwa sababu Ayubu ni wa kiroho. Kwa kila kitu chako ni cha kiroho. Ndio maana kuna wakati shetani anataka akitumie hicho. Kwa sababu anajua kuna namna akipiga hicho anakuathiri na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kila mwanadamu anatumika chini ya falme ngapi? 2. Hakuna neutral. Kwa kujua au kwa kutokujua, kuna nguvu ya kiroho inaathiri biashara zako. Kwa kujua au kutokujua, kuna nguvu ya kiroho inaathiri ndoa yako. Kwa kujua au kutokujua, kuna nguvu ya kiroho inaathiri elimu yako. Na kama hiyo nguvu ya kiroho haujaamua kwa dhati na kumaanisha iwe nguvu ya Mungu, ninakuhakikishia nguvu inayoathiri ni ya shetani. Ni rahisi zaidi nguvu ya shetani kumwathiri mtu wa Mungu kuliko nguvu ya Mungu kumwathiri mtu wa Mungu. Kwa sababu gani? Dunia yote yakaa katika yule mwovu. Unajua tuko duniani watu wa Mungu, lakini sisi sio wa duniani. Na huku duniani ni utawala wa shetani. Ndio maana Yesu anaomba hivi, anasema Mungu, siombi watoe ulimwenguni, bali walinde na yule mwovu. Anajua huku duniani amejaa mwovu na uovu. Kwa aombi tutoke, ila tulinde huku na mwovu duniani. Maana nguvu ambayo inatawala zaidi duniani ni nguvu ya mwovu. Kama tunataka nguvu ya Mungu ianze kutawala maisha yetu ya kila siku, ni lazima tufanye maamuzi. Biblia inasema tangu siku za Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio atakaoteka. Kumbe kuna mtu ambaye ameokoka na hana nguvu za rohoni, atakuwa anaathiriwa na ufalme wa giza kuliko ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Naeleweka vizuri watu wa Mungu? Na jambo lingine ambalo tuliangalia jana, kila ufalme ili uwe ufalme una vitu vifuatavyo. Una himaya, maana yake eneo, una mfalme, lakini kila una watu chini yake, una lugha nilieleza, na una namna ya kufikiri, kuna namna ya kufikiri, na kuna mifumo mbalimbali. Kuna mifumo, maana yake utaratibu wa kuendesha mambo, mifumo ya afya, mifumo ya ulinzi, mifumo ya uchumi, na mifumo aina mbalimbali. Sasa tuliishia hapo jana, nataka tuendelee tena leo kidogo kwa kama risali moja hivi. Amen. Ufalme wa Mungu pia una hivyo vitu ambavyo nilivitaja jana. Nimesema kila ufalme una vitu fulani nikavitaja. Na ufalme wa Mungu pia una hivyo vitu. Una eneo, una territories duniani, una eneo. Ufalme wa Mungu uko kimaeneo pia. Ufalme wa giza uko kimaeneo, na ufalme wa Mungu uko kimaeneo. Una eneo, una maeneo. Na unajua pia ufalme wa Mungu una mfalme, mfalme Yesu. Alafu una wafalme chini ya Yesu, mimi na wewe. Unajua watu wengi neno la Mungu linasema Yesu ni mfalme wa wafalme. Wanafikiri hao wafalme sijui ni kina nani. Yaani hao wafalme ni sisi. Yesu ni mfalme ambao chini yake ana wafalme ambao ni mimi na nani? Na wewe. Bwana asifiwe sana. Na sisi kama wafalme chini ya mfalme Yesu tuna maeneo ya kiutawala, na nitakupa mifano. Tunapishana maeneo ya kiutawala. Tunapishana namna ya kutawala. Tunapishana namna ya kutawala, tunapishana territories, uwezo wa kiutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu ambaye anaanza kumtafuta Mungu
kwa kumaanisha na kwa bidii, na akamaanisha kabisa maisha ya maombi, mifungo, kukaa na Mungu utakatifu, kutembea na Mungu kwa uendelevu. Moja ya kitu kinatokea rohoni, himaya yake ya kiutawala inaongezeka. Himaya yake ya kiutawala inaongezeka. Ukitaka kunielewa ninachokwambia, kuna nyumba ukihamia unajaribishwa. Watu wameweza kwenda nyumba mpya. Ukihamia nini kinatokea? Wanakutest. Unajua wanatest vipi? Nguvu yako ya kiutawala. Na kuna wengine wana nguvu ndogo kiasi kwamba inabidi ahame, yani nguvu yake ya kiutawala ni ndogo. Kwa hiyo wanamtest, wanamjua ana nguvu za kutosha, inabidi yeye afanye nini? Aondoke. Lakini kuna wengine wana nguvu kubwa, akifika pale inabidi yule mtawala wa ulimwengu wa roho lile eneo afanye nini? Ahame. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu ni mtawala, na huu mtawala una himaya, una eneo. Kuna watu wakiingia kwenye mtaa, inabidi wachawi wa mtaa waondoke au waache vurugu kwenye mtaa, kwa sababu shetani anaelewa huu utaratibu. Unajua shetani huwa hapambani na kila mtu. Wachawi hawapambani na kila mtu. Kuna watu wengine wakimuona tu wanasema yule usihangaike, sio level yako. Si unajua unapambana na mtu level yako. Kama ukigundua mtu amekuzidi level, usihangaike kupambana naye. Wewe mwachie himaya yake. Bwana asifiwe sana. Hata kwenye maisha huwezi kushindana na mtu aliyekuzidi. Sasa kwa mfano mtu ambaye wewe kipato chako kwa mwezi ni 500,000. Alafu unashindana na mtu mwenye kipato cha milioni 10 kwa mwezi. Wewe unajitaka? Unajipenda wewe. Kwa hiyo umekuta amenunua gauni la 300,000, unasema namjibu wiki ijayo namjibu. Na unaenda unajitungua 300,000, lakini roho inauma. Yaani Mungu wangu, roho 300 yangu gauni. Yeye roho haini, wewe roho inauma. Unajua umefanya vinavyo. Na ukiwa unanunua vitu hapo unasikia roho inauma, unajua umefanya vinavyokuzidi. Au mtu amesuka msuko 70,000. Na mimi namjibu wiki ijayo naona suka 70,000. Yaani roho inauma, sema hii 70,000 si ningenunua tofali. Kama unafanya mambo alafu unafikiria matofali, unajua unafanya mambo yaliyokuzidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo hata kwa ulimwengu wa roho. Kuna watu ukienda mahali, hata wale wachawi wa eneo wanasema bwana yule tusihangaike naye, kwa sababu tutajitafutia matatizo. Shetani anashagi vita ambayo anajua itamletea matatizo. Lakini kuna mwingine anasema yule tumshughulikie mpaka ame. Nini shida? Himaya yake ni ndogo. Ni mtawala kweli. Unajua Mungu alipotuumba duniani, lengo la Mungu ilikuwa ni kuumba watawala wa mbinguni waje kutawala duniani. Yaani Mungu, lengo la kutuumba wanadamu duniani, lengo kuu ni kufanya extension ya ufalme wake. Unajua Mungu ni mfalme, anamiliki kwa 100% kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa roho ni mfalme, anamiliki kwa 100%, na kila kitu kwenye ulimwengu wa roho kinafanyika chini ya ufalme wake. Lakini Mungu amiliki kwa 100% duniani. Anamiliki 100% zile ambazo sisi watu wa Mungu tunamruhusu. Ndio maana wakati anaumba mwanadamu akasema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu, hapo anasema wakatawale. Maana yake mimi Mungu nitakuwa mtawala mbinguni, mwanadamu atakuwa mtawala huko duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kitu ambacho dhambi ilifanya, ilichukua huu utawala ikampa shetani, mwanadamu akawa sio mtawala tena. Kitu ambacho Yesu alikuja kufanya, alikuja kurejesha utawala. Kwa tulipookoka tulikuwa candidates wa kutawala. Lakini namna gani tutatawala maisha yetu tunayoishi kila siku? Ndio maana Yesu wakati anafundisha maombi anasema salini ili ufalme wako uje. Kitu ambacho unakiita kije maana yake hakipo. Kwa hiyo kwa kadri ambavyo ninakuwa mwombaji, nini kinatokea? Ninaanza kuwa mtawala wa ufalme wa Mungu duniani.
duniani na utawala wangu unaongezeka. Na kwa kadri ambavyo utawala wangu unaongezeka, utawala wa adui unakaa mbali. Kuna watu wakiingia kwenye mtaa, wachawi wa mtaa inabidi waage, vinginevyo watakufa. Vinginevyo watakufa. Mimi wakati nimeambia pale nilipokuwa tunapoishi, walijaribisha vizuri sana. Lakini baadaye walikufa. Yule mchawi, mimi nilikuwa namjua mchawi wa mtaa wa lile eneo. Nilikuwa namjua yule mama. Alikufa. Alafu wengine walikimbia. Mmoja aliparalyze. Tena baada ya kuwa wamenijaribisha, mmoja akaparalyze, wakauza lile eneo kwa bei ya kutupa. Wamehama wote. Wamehama kwa sababu kila mtu aliyeokoka ana nafasi ya kiutawala. Lakini hii nafasi itakuwa kwa maisha yako ya kila siku. Unajua wakati mwingine hatujui madhara ya dhambi kwenye utawala wetu, ndio maana tunacheza na dhambi. Unajua kuna watu wanafikiri nikitenda dhambi, nikitubu imeisha. Ni kweli kabisa, ukitubu unasamehewa, lakini kuna athari ya dhambi ya kiutawala. Kuna nafasi yako inaanza kupotea. Kwa sababu gani? Ya michezo ya dhambi. Mtu ambaye anacheza na dhambi, utawala wake unashika. Anaweza kweli akawa anatubu, anasamehewa, lakini nafasi yake ya kiutawala inaathirika. Na hii nafasi ya kiutawala inaathiri kwenye kila eneo la maisha, kuanzia kwenye uchumi, kwenye ulinzi, kwenye kila eneo. Mashambulizi unayopata kila siku. Hivi unafikiri ili ushinde mashambulizi ya adui unahitaji kuwa unaomba sana? Unahitaji kuwa na nafasi sana. Hatumshindi shetani kwa maombi sana. Tunamshinda shetani kwa nafasi yetu. Ngoja najua nimeeleza kitu ambacho unaweza kusema mtumishi anatuletea elimu gani, kwa sababu wengi wanafikiri ushindi wao dhidi ya nguvu za giza ni maombi yao. Uongo, si kweli. Ushindi wako dhidi ya nguvu za giza ni nafasi yako. Nafasi yako katika Kristo. Kwa nini? Unahitaji kulindwa masaa mangapi? Masaa mangapi unahitaji ulinzi? Masaa 24. Haya, unaomba masaa mangapi? Kama maombi yako ndio yanakulinda, unahitaji kuomba masaa mangapi? 24. Kwa maombi yako ya kulinda, kinachokulinda ni nafasi yako katika Kristo. Ngoja nikupe mfano. Ulinzi wa mtu unaendana na nafasi yake ya kiutawala. Unaweza uone hapo hauna ulinzi wote, si ndio? Hamna bodyguard, hamna yote, si ndio? Si ndio? Au kuna mlinzi, kuna ulinzi. Hauna kabisa ulinzi. Leo hii tukakuchukua hapo ukatangaza kuanzia leo huyu ndio rais wa nchi ya Tanzania. Unahitaji kuomba ulinzi. Nafasi yako ya urais tayari, yani ghafla utaanza kulindwa bila kuomba ulinzi. Kwa nini? Nafasi yako ndio leo kusababishia ulinzi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaeleweka watu wa Mungu. Sasa moja kitu dhambi inafanya, dhambi inaanza kuathiri nafasi ya mtu. Ndio mtu anayecheza na dhambi, ulinzi wake unaanza pia kupata changamoto. Na maombi yenye nguvu ya ulinzi ni maombi ya mtu ambaye anaifahamu nafasi yake. Na hii ndio changamoto tulionayo kwa Wakristo. Wakristo wengi wanaomba lakini sio kwenye nafasi zao, wanaomba kwenye woga. Ndio maana wengi kabla ya kulala lazima aombe. Muulize kwa nini? Kwa sababu anaogopa asije akafa usiku. Kwa hiyo aombi kwa sababu anaijua nafasi yake, anaomba kwa sababu anaogopa atakabwa. Lakini mtu anayejua nafasi yake, aombi kwa sababu anaogopa kukabwa. Aomba kwa sababu ni kanuni ya maisha maombi. Maombi ni mawasiliano na Mungu. Hiyo ndio namba moja kwa nini tunaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaeleweka vizuri watu wa Mungu. Kwa hiyo sisi kama watu wa Mungu kwenye ufalme wa Mungu pia kuna nafasi, kuna himaya, kuna territories. Kuna himaya. Na ufahamu mtumishi wa Mungu mmoja nilikuwa nasoma story yake. Alikuwa akiingia kwenye mji. Ule mji ujambazi unasimama. Watu wa amu za kunywa pombe zinaisha. Alikuwa alikuwa ni mwinjilisti mmoja wa kimataifa mkubwa. Kwa mfano akija Dar es Salaam, biashara ya baa inasisi. Anaingia bila taarifa. Lakini biashara ya watu ile hali ya kunywa pombe inaanza kupungua. Hamu ya pombe. Na akihubiri, akiondoka miezi 6 mbele ile hali inapungua. Kuna mtumishi wa Mungu mwingine hiki kitu kilikuwa kinatokea kwa tena Mtanzania. Mzee Kurola alikuwa kila mji anaoenda akiondoka kwa miezi 6 huwezi kusikia kesi za ujambazi. Miezi 6. Maana mtu alikuwa ni mtawala. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kuna mtumishi wa Mungu mwingine nimesoma story yake, alikuwa akifika mahali mtajua yupo hata kama hamjamuona. Yaani akiingia tu pale ofisini huku naanza kusikia hali yao inaanza kubadilika. Kuna namna tu mnajua kuna mtu ameingia mtawala. Lakini kuna wengine ukiingia mchawi yuko comfortable ofisi moja. Anaongea kabla hata hajakemea. Nini kinafanya hivyo? Unapoendelea kukaa na Mungu kwa uendelevu, kuwa na maisha ya maombi, mifungo, maisha matakatifu, kuendelea kumkaribia Mungu, nini kinatokea? Ile nafasi yako ya kiutawala inaongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa kwenye ufalme wa Mungu kuna nini? Kuna himaya, kuna maeneo ya kiutawala. Lakini kwenye ufalme wa Mungu kuna mfalme. Mfalme Yesu na sisi ni wafalme. Lakini ufalme wa Mungu pia una lugha. Una lugha. Lugha yetu ni ipi? Namba moja, lugha yetu ni neno la Mungu. Mtu wa Mungu, sisi tuna lugha yetu. Lugha yetu ni nini? Ni neno la Mungu. Leo mtu asiye na neno la Mungu hawezi kuwa na nguvu kwenye ufalme wa Mungu, kwa sababu hana lugha ya kwetu. Biblia inasema kwenye Isaya sura ya 8 mstari wa 12, anasema msiseme ni fitna katika habari ambazo watu wao wanasema ni fitna, msihofu kwa hofu zao. Sasa ukiangalia lile andiko ambalo tumesoma linasema hivi, anasema msisumbukie maisha. Na moja ya sababu anasema kwa sababu mataifa pia wanasumbuka. Tunaelewana vizuri? Kwa wewe kama mtu wa ufalme, yanapokuja masumbufu ya maisha, lazima uwe na lugha yako ya ufalme. Kwa nini tunaathiriwa na dunia? Kwa sababu hatutumii lugha yetu. Lugha yetu ni ipi? Neno la Mungu. Msiseme kile ambacho watu wanasema. Sasa angalia watu wa ufalme tunavyosema maisha magumu. Ndio watu wa ufalme tunavyosema. Akutana na jambo moja, maisha magumu. Akutana kitu, tutakufa mwaka huu. Tutaisha. Sasa wao wa ufalme wa dunia wanasema tutaisha, na wewe unasema tutaishi. Maana yake hautumii lugha yako, unatumia lugha isiyo ya kwako. Na nilisema jana, kila nchi ina lugha yake. Sisi kama watu wa ufalme tunayo lugha yetu. Lugha yetu ni neno la Mungu. Ni hatari sana kwa mtu wa ufalme asiye na neno. Watu wengi wameshika nyimbo kuliko walioshika neno. Hauwezi kufanikishwa na ufalme kama hujui neno la ufalme linasema nini. Neno ndio kanuni za ufalme, sheria za ufalme. Hauwezi kufanikiwa Tanzania kama mfanyabiashara kama hujui utaratibu na kanuni za kibiashara za serikali ya Tanzania. Huwezi kufanikiwa. Na ndivyo ilivyo, huwezi kufanikishwa na ufalme wa Mungu kama hujui kanuni za ufalme. Unajua watu wa Mungu wa Kristo tumejidanganya sana ya kwamba ipo siku mimi nitafanikiwa. Hiyo lugha wala sio imani. Ipo siku tu tunaenda, ipo siku yangu tu, ipo siku yangu. Mimi nakwambia kama hujui kanuni, haipo hiyo siku. Haipo kabisa. Haipo hiyo siku. Unajua ni rahisi kusema hivi, wangapi wanaamini Mungu atawafanya matajiri? Nikiuliza, wangapi wanaamini Mungu atawafanya matajiri? Mikono hapo na mimi kwamba upokea utajiri, utakuwa tajiri. Mimi nakwambia nitakudanganya. Ni wengi tuseme wangapi wanaamini Mungu atawafanya matajiri? Tutanyoosha mikono. Nikiuliza wangapi wanajua neno la Mungu kuhusiana na utajiri, utagundua ni wachache au hawapo. Au nakwambia nitajia angalau maandiko 10 ambayo una uhakika nayo, unayajua na yanakuthibitishia kwamba hutakufa maskini. Una hata moja na kuhakikishia utaendelea kusema Mungu atanifanya tajiri, utakufa maskini. Nikisema wangapi wanaamini liugonjwa likija linampiga Tanzania nzima, wao watabaki salama, ndio nashangilia. Alafu nikianza kuuliza angalau nipe maandiko 20 yanayothibitisha hii mpox haitakupiga au corona ikirudi hautakufa wewe. Maandiko 20. Wengi hawana neno.
Kwa nini kitatokea? Ni kweli ni watu wa ufalme, tunapigwa na dunia. Kwa sababu gani? Hatujui kanuni za ufalme wetu. Hatujui taratibu za ufalme wetu. Ninaeleweka vizuri watu wa Mungu? Kwa kama tunataka kuona ufalme wa Mungu ukitusaidia, lazima tujifunze lugha ya ufalme. Lugha ya ufalme ni neno la Mungu. Kila unachokutana nacho, tafuta, hakikisha unajibu lake kwenye neno la Mungu. Kila changamoto ya maisha unajibu lake kwenye neno la Mungu. Kila changamoto ya afya unajibu lake kwenye neno la Mungu. Kila changamoto ya kiuchumi unajibu lake kwenye neno la Mungu. Kama tunataka kweli kufanikishwa na ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaeleweka vizuri? Kwa kila ufalme una lugha yake. Kwa lugha yetu ni neno la Mungu, lakini lugha yetu pia ni lugha ya Roho Mtakatifu. Lugha yetu ni lugha ya Roho Mtakatifu. Kwa nini kunena kwa lugha? Moja ya sababu ya kwa nini kunena kwa lugha, kwa sababu ni lugha ya mbinguni. Ni lugha ambayo tunawasiliana na mbingu na ufalme wetu bila yeyote kujua. Hii lugha ya Roho Mtakatifu ni lugha ambayo shetani hawezi kuijua. Wakati unanena kwa lugha, unawasiliana na makao makuu ya ufalme wako. Na wana mtu ambaye hajanena kwa lugha, anapaswa hakikisha ananena kwa lugha. Bwana asifiwe sana. Wakati unanena kwa lugha, ndio maana huwa nawaambia watu, ukiona uko kwenye hali haujui cha kusema, haujui cha kuomba, nena kwa lugha. Ni rahisi. Umevamiwa na majambazi wale wasiojulikana, wanataka kukuteka, usipige kelele, usiite mama, nena tu kwa lugha. Nena tu kwa lugha. Unawasiliana na ufalme wako. Huo ufalme wako una ulinzi, una malaika, una kila kitu. Wakati wanakutishia, wao usiogope, nena kwa lugha. Wakiongeza sauti, ongeza sauti ya kunena kwa lugha. Hapo utashangaa kitakachotokea. Kwa sababu unaponena kwa lugha unawasiliana na ufalme wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kila ufalme una lugha. Wakati kipindi kile cha utekaji wa watoto, mimi nilikaa na watoto wangu. Nikawauliza, hili kwa mfano sasa, kwa mfano wewe ndio umetekwa mwanangu, utafanyaje? Sema nitaomba, nitakemea. Naambia sawa kabisa, lakini njia nzuri zaidi nena kwa lugha. Uzuri wote nimeshawaambia wamejaza Roho Mtakatifu. Nena kwa lugha. Basi umekutana na jambo lisiloeleweka, tulia, nena kwa lugha. Utaona siri na nguvu iliyoko kwenye kunena kwa lugha. Kwa sababu unaengage ufalme wako kwenye ufalme wa dunia, na nakuhakikishia ufalme wa Mungu una nguvu kuliko ufalme wa dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa kila ufalme wa Mungu pia una lugha yake, lugha ya neno la Mungu, lugha ya mbinguni, kunena kwa lugha. Hakikisha umejaa neno la Mungu, lakini pia hakikisha umejaa Roho. Maana yake umejaa kunena kwa lugha. Hata ukikurupushwa kwenye hatari usiku, nena kwa lugha. Ujui cha kufanya, nena kwa lugha, na utashangaa namna ambavyo Mungu ataingilia kati, au ufalme wako utaingilia kati. Lakini kila ufalme una namna yake ya kufikiri, mindset. Kila ufalme una namna yake ya kufikiri, na ufalme wa Mungu una sisi watu wa Mungu tunapaswa kufikiri sawa sawa na ufalme. Na kile ndicho ambacho kilikuwa kinazungumziwa kwenye ile andiko. Lakini ufalme wa Mungu pia una mifumo maana yake ni utaratibu wa kuendesha mambo. Ufalme wa Mungu una utaratibu wa kuendesha mambo. Una mifumo. Kwenye ufalme wa Mungu kuna mfumo wa afya. Watu wa Mungu, ufalme wetu una mfumo wa afya. Una namna ya kutunza afya. Biblia inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwa. Kwenye ufalme wa Mungu kuna afya, mfumo wa afya, mfumo wa kutunza afya zetu. Upo kabisa mfumo wa ufalme wa Mungu kutunza afya ya mtu. Kwa hiyo jifunze kutegemea ufalme wako kwa afya yako. Usitegemee dunia kwa afya yako. Simaanishi tukiuke kanuni na taratibu za kiafya, lakini nakwambia unaweza ukazifuata zote na zikafeli. Unaweza ukazifuata zote na zikafeli. Kwa lazima ujifunze kuwa na imani ya afya yako kutokea kwenye ufalme wako. Na saa ya kujenga imani yako ya afya sio saa ya mashambulizi ya afya. Hapo ndio watu wanakosea. Wakati mtu mzima hataki kujifunza kuhusiana na afya ya kiungu, hataki kufuatilia maandiko yanayozungumzia afya na uponyaji, hataki kuinua imani yake ya afya na uponyaji,
Alafu wakati mgonjwa anafikiri imani itainuka, na silaha inatengenezwa wakati wa vita. Hakikisha unaamini kuhusu afya wakati ukiwa mzima, kiasi ambacho ugonjwa wote ukija, una ujasiri wa kuambia ugonjwa uruhusi kukaa kwenye mwili wangu. Kwa sababu gani? Umejifunza neno la Mungu, umejua neno la Mungu linasema nini kuhusiana na afya. Bwana asifiwe sana. Kama vile ambavyo nilisema jana, swala la kufa usimwachie Mungu na swala la afya yako usimwachie Mungu. Ni la kwako. Mungu alishalimaliza miaka 2000 iliyopita. Kama vile swala la dhambi umwachie Mungu, ni la kwako. Swala la dhambi hatumwachie Mungu, ni la kwetu. Sisi wenyewe lazima tujiengage katika kuishinda dhambi. Wewe kusema Mungu akipenda nitende dhambi, nitatenda tu. Mungu asipopenda basi nitakuwa mtakatifu. Kwa Mungu akipenda niwe mtakatifu, mimi nitakuwa mtakatifu. Mungu hajapenda niwe mtakatifu, sasa mimi nitafanyaje na Mungu ndo hajapenda? Unaweza ukasema hivi. Maana swala la utakatifu na kuishi maisha matakatifu ni uchaguzi wa kwangu ambao Mungu amenipatia. Yeye alishapenda miaka 2000 iliyopita. Ndivyo lilivyo na swala la afya. Usije ukasema Mungu akipenda kuniponya ataniponya, Mungu asipopenda nitafanyaje? Sasa Mungu hajapenda. Mungu alishapenda, ndio maana Yesu alipigwa. Hakukuwa na sababu yoyote Yesu kupigwa kabla ya kwenda msalabani. Sababu pekee ya Yesu kupigwa ni ili sisi tukae mbali na magonjwa. Ndio maana maandiko yanasema kwa kupigwa kwake. Kwenye Agano la Kale anasema kwa kupigwa kwake tumepona. Kwenye Agano Jipya anasema kwa kupigwa kwake mliponywa. Sio kitu kinachokuja mbele, ni kitu kilishatokea. Uponyaji wowote kwa mtu wa Mungu sio kitu kitatokea mbele, ni kitu kilishamalizika. Kilimalizwa na kazi ya msalaba. Maana yake tumepewa wajibu wa kung'ang'ania afya zetu. Usikubali shetani akakupiga na ugonjwa. Usikubali kwa gharama yote ile. Kataa ugonjwa mpaka uondoke. Ugonjwa kuchelewa kuondoka haimaanishi ni mapenzi ya Mungu. Hakuna mapenzi ya Mungu makamilifu kwenye ugonjwa kwa mtu. Kama vile ambavyo hakuna mapenzi ya Mungu makamilifu kwenye dhambi. Mapenzi ya Mungu makamilifu, kila mtu aishi bila dhambi. Sasa ni wote wanaishi bila dhambi? Hapana. Watu wa Kristo wanatenda dhambi. Lakini ni mapenzi ya Mungu kwa sababu wa Kristo wametenda dhambi? Hapana. Ndivyo ilivyo mapenzi ya Mungu makamilifu, tukae bila magonjwa. Ninaeleweka watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakikisha unang'ang'ania, kwa sababu kuna mfumo maalum wa kutunza afya za watu wa Mungu. Amen. Kwenye ufalme wa Mungu pia kuna mfumo maalum wa ulinzi. Kuna mfumo maalum wa ulinzi. Kwa hakikisha unategemea ulinzi wako kwa Mungu zaidi ya kwa dunia. Ni sawa watu wa Mungu? Kama vile ambavyo kuna mfumo maalum wa ulinzi wa nchi. Kuna jeshi, kuna polisi, kuna magereza, kuna askari kanzu, kuna aina mbalimbali ya ulinzi. Na kwenye ufalme wa Mungu kuna mfumo maalum wa ulinzi. Kuna malaika kwa ajili ya ulinzi wa watu wa Mungu. Sasa watu wa Mungu wengi hatujui mfumo wetu wa ulinzi. Tunajua mfumo wa shetani wa mashambulizi, na hapo ndo tunafeli. Kuna watu wengi ni rahisi kuelezea shetani na mapepo yanayofanya kazi, hawezi kuelezea ulinzi wa Mungu unaofanya kazi. Tukashafeli. Kama unajua zaidi mashambulizi kuliko ulinzi, utashambuliwa zaidi kuliko kulindwa. Hakikisha unafahamu ulinzi wa Mungu kwenye maisha yako, kwa sababu kwa hakika kuna mfumo maalum wa ulinzi kwa ajili ya watu wa Mungu. Amen. Lakini pia kuna mfumo wa kiuchumi wa kufanikisha watu wa Mungu kiuchumi. Kwenye ufalme wa Mungu kuna mfumo wa kiuchumi wa kufanikisha watu wa Mungu kiuchumi. Kama vile ambavyo kwenye ufalme wa dunia kuna namna ambavyo watu wanaweza kufanikiwa kiuchumi kwenye kupitia mifumo mbalimbali ya dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana tujue hilo jambo. Ni muhimu sana tufahamu hilo jambo. Amen. Jambo lingine ambalo nataka tulielewe kwenye ufalme, nguvu ya kila ufalme ni watu wake. Hii ni muhimu sana kufahamu. Nguvu ya kila ufalme ni watu wake. Nguvu ya kila ufalme ni watu wake.
Mungu alipotaka kutengeneza ufalme wake duniani, alitengeneza mtu duniani. Mungu alipotaka kutengeneza utawala duniani, kuextend utawala usiwe tu kwenye Mungu aliyouhamia duniani, alifanya nini? Alimleta mtu duniani, kwa sababu nguvu ya ufalme ni watu. Nguvu ya ufalme ni watu. Biblia inasema utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake. Ni wingi wa watu wake. Na baada ya anguko, Mungu alipotaka kurejesha ufalme wake duniani, aliwaokoa tena. Tunapookoka tunaingizwa kwenye ufalme. Tulipookoka tunaingizwa kwenye ufalme. Na hii inanipelekea kwenye pointi inayofuata. Ndio maana ni muhimu sana kila mtu aliokoka alete watu kwa Yesu. Kwa sababu unapokuwa auleti watu kwa Yesu, unaufanya ufalme wa Mungu kuwa dhaifu. Na hii ndio dhana yote ya uinjilisti na kuleta watu kwa Yesu. Kwa sababu nguvu ya ufalme wote ni watu. Hakuna ufalme bila. Kwa mfano Tanzania, watu wote wa Tanzania wakaondoka, serikali ya Tanzania haina nguvu, imepoteza nguvu sana. Za nguvu ya ufalme ni watu wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii inatupeleka kwenye hatua inayofuata. Kuokoka ni kuhamishwa ufalme. Tulipookoka tulihamishwa ufalme. Na hapa sasa nataka nikae kidogo ili tujenge msingi fulani hapa. Tulipookoka tulihamishwa ufalme. Wokovu ni tukio ambalo lilisababisha mtu aame kutoka ufalme wa giza na kuingizwa kwenye ufalme wa nuru. Kwa kila aliyeokoka lazima ajue ili jambo lilitokea. Ili ajue wokovu haujamuingiza kwenye dini, umemuingiza kwenye ufalme. Huko unajua kuna watu wanajali dini zao kuliko ufalme wa Mungu. Yaani ili jambo alipokea anaangalia ni la dini gani. Basi likiwa sio la dini yake anajitoa, hata kama ni la ufalme. Hata kama ni la ufalme. Mimi nahubiri, huwa nahubiri kwenye, naenda mikoa mbalimbali na kusanya wanafunzi. Tunahubiri injili wanafunzi. Na tuendi kwa cover ya dini yote. Tunaenda kwa cover ya kupeleka neno la Mungu kwa wanafunzi. Kwa hiyo tunashirikiana na madhehebu yote. Tunashirikiana na madhehebu yote, lakini tunahubiri wokovu, Roho Mtakatifu na nguvu za Mungu. Tunahubiri wokovu pure, lakini tunashirikiana na wote. Kwa hiyo tunashirikiana na UKWATA, tunashirikiana na CASETA, tunashirikiana na YCS, tunashirikiana na wote wale ambao yale vikundi vya dini vya mashuleni. Sasa kitu ambacho nimekuja kukutana nacho, watu wengi hawatambui kitu cha ufalme, wanatambua kitu cha kidini. Kwa tunaenda tunawaeleza maono yetu. Sisi ni wahubiri wa injili, tunaleta neno la Mungu lenye lengo la kumsaidia mtoto kwanza kujitambua, pili kumjua Mungu, tatu kurekebika kwenye eneo la maadili. Tunahubiri kwa msingi wa neno la Mungu, tunaongoza watu kumjua Yesu na kufunguliwa kutoka kwenye nguvu za giza, lakini pia tunaongoza watu kujaza Roho Mtakatifu. Hiyo ndio tunachofanya. Lakini unakutana na mtu wa ufalme, mtu ambaye ni madhehebu ya kiroho, na mimi ni dhehebu la kiroho, mtu wa Mungu, sawa? Haya tunayojiita sisi wa kiroho, yeye ndio mpinzani namba moja. Yeye ndio mpinzani namba moja kwa sababu haujatoka dhehebu lake. Kuna mmoja tulitumiwa screenshot, wanajadili namna ambavyo watatuzimisha kwenye ule mji, na ni kwenye grupu la dhehebu la kiroho. Naposema dhehebu la kiroho ni kama PHM, TAG, EAGT, sijui FPST, hayo madhehebu ya kiroho wametumia screenshot, wanatujadili namna ambavyo watatuzuia. Maana yake hao watu wanawaza udini kuliko ufalme. Na hilo ni kosa kubwa. Bwana asifiwe sana. Tulipookoka tuliingizwa kwenye ufalme. Biblia inasema kwenye Yohana sura ya 3 mstari wa 5 mpaka wa 6. Yesu akajibu, Yohana 3:5, Yesu akajibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu.
Kuzaliwa kwa maji na kwa roho ni nini? Ni kuokoka. Kwa unapookoka unauingia ufalme wa Mungu. Anasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kwa hiyo tangu ulipookoka, pamoja na kwamba umeingia kwenye chombo kinachoitwa PHM kama chombo cha kukulea, lakini kwenye mwili wa Kristo umeingia upande wa ufalme wa Mungu. Amen. Kwa lazima ujifunze kuwa na mtazamo wa kiufalme hata ndani ya hiki chombo kama kanisa la PHM. Ninaeleweka watu wa Mungu? Ukifeli kuwa na huu mtazamo, kuna vitu vya kiufalme vitafanyika ndani ya chombo, hautashiriki. Utashindwa kushiriki kamilifu. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 na wa 14. Wakolosai 1:13 na 14. Anasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ni muhimu sana kuwa na mtazamo wa kiufalme ili kuishi maisha yenye ushindi kwenye kila eneo la maisha. Watu wengi, moja ya sababu wanashambuliwa na nguvu za giza ni kwa sababu wanafikiri bado wako kwenye himaya ya nguvu za giza. Na wakati neno la Mungu linasema alituokoa, akatuhamisha kutoka katika nguvu za giza, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Lazima ugeuze namna unavyofikiri na uanze kujiona wewe ni mwana wa ufalme. Moja ya mafanikio makubwa ya mtu aliyeokoka ni kuwa na fikra za kiufalme. Kingdom mindset. Kuwa na fikra za kiufalme. Kuacha kufikiri kwenye level ya chini, kuanza kujifikiri kwenye level ya ufalme wa Mungu. Ninaeleweka watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana maandiko yanasema utafuteni kwanza ufalme wake. Maana yake muwe na fikra za kiufalme kwanza. Alafu hizo fikra za kiufalme zitasababisha mengine yote uzidishiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Maana yake ni nini? Maana yake ni kuwa na fikra ambazo zinakwambia hivi: kila anachonipatia Mungu kwanza ni kwa ajili ya ufalme wake. Kwa sababu mimi ni mtu wa ufalme. Nikieleza utanielewa vizuri. Kuwa na fikra ambazo zinakwambia kwamba mimi ni mtu wa ufalme. Kwa kila anachonipa Mungu kwanza ni kwa ufalme, sio kwanza kwa mahitaji. Unajua mahitaji ni kitu kidogo sana, ufalme ni kitu kikubwa sana. Kwa unapoanza kufikiri ufalme unafikiri juu, na mwisho itasababisha haya mengine yote yawe ni rahisi kuzidishiwa. Amen. Nguvu ya kila ufalme ni watu wake. Na lazima na wewe uanze kujiona mimi ni wa ufalme wa Mungu. Toka kwenye kujiona tu mtu wa dini, mtu aliyeokoka tu, anza kujiona mimi ni mali ya ufalme. Kwa nina haki ya kufanikishwa na kusaidiwa na ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Geuza namna unavyofikiri. Anza kufikiri kwa ufalme. Hauwezi kufanikishwa na ufalme wa Mungu kama hujabadili namna unavyofikiri. Lazima uanze kujiona ni mtu wa ufalme. Lazima uanze kujiona ni mtu aliyehamishwa. Lazima uanze kujiona ni mtu asiyefikika na nguvu za giza. Lazima uanze kujiona ni mtu ambaye atafanikishwa na ufalme. Usijione tena kwenye ukoo wako, jione kwenye ukoo wa mbinguni. Usijione tena kwenye familia yako, jione kwenye familia ya mbinguni. Kwa sababu usijione tena tu kwenye level ya nguvu ya Tanzania, anza kujiona kwenye nguvu ya ufalme wa Mungu. Kwa sababu ufalme wa Mungu hauzuiliki na ufalme wa dunia, lakini ni lazima tuwe watu tunaomilikiwa na ufalme na fikra zetu zinamilikiwa na ufalme. Kwa kila nikijiwaza nawaza mtu wa ufalme amefika mahali. Hawezi kuharibiwa na nguvu za giza. Hawezi kuharibiwa na ufalme wa giza. Kwa sababu mtu wa ufalme ameingia mahali. Anza kujifikiri hivyo, utaanza kuona mabadiliko kwenye kila eneo la maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ngoja nikuonyeshe kitu hapa kuhusiana na hiki ninachokiongea.
Mathayo sura ya 3 mstari wa 2. Mathayo sura ya 3 mstari wa 2. Biblia inasema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Huyo alikuwa ni Yohana, anawaambia wana wa Israeli, anawaambia Wayahudi, anawaambia tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Naye maneno aliyasema akiwa anamzungumzia Yesu amekaribia kuja. Sawa? Na tunajua wote Yesu alichokuja kuleta duniani. Yesu, ni rahisi kusema Yesu alikuja kuleta wokovu, na ni sawa kabisa. Lakini ni sawa ambayo ina upungufu. Yesu alikuja kuleta ufalme wa Mungu duniani. Yesu alikuja kuleta ufalme wa Mungu. Maana yake Yesu alikuja kuleta utawala wa kimbingu huku duniani. Sawa? Namna ya kuingia kwenye ufalme wa Mungu ni kupitia wokovu. Kwa wokovu ni kitu kinachokuingiza kwenye ufalme. Lakini ufalme ni kitu kikubwa. Wokovu ni ndani, ni sehemu ya ufalme. Sasa ili ufalme utawale, ni lazima tuwe na ufahamu wa kiufalme. Kwa sababu kinachoongoza nchi ni ufalme. Kitakachotupa ushindi dhidi ya nchi ni ufalme. Na hii dhana ikiingia kwenye fahamu za watu, Mungu ataanza kuwachukua watu na kuwapeleka kwenye nafasi mbalimbali za kiserikali. Kwa sababu huyu mtu atakuwa anajua siko hapa kwa ajili ya mahitaji. Hivi unajua tuna changamoto, kuna watu wanapewa nafasi kubwa za nchi, anakuwa ni waziri na aliwahi kuokoka na anamjua Mungu, lakini anafikiri yuko pale kwa ajili ya kuganga tumbo. Na hii ndio shida ambayo tunaikuta. Watu wengi wanapewa nafasi kubwa serikalini au kwenye maeneo mbalimbali, lakini kwa sababu hawana fikra za ufalme, wana fikra za mahitaji, tule nini, tuvae nini. Kwa wanafikiri Mungu alimpeleka pale ili apate chakula, apate mavazi, apate ada ya watoto. Kumbe Mungu alimpeleka pale kwa ajili ya kuestablish ufalme wa Mungu duniani. Bwana asifiwe sana. Tukipata watu wenye ufahamu huu, watajua Mungu akiweka ndani yake msukumo wa kugombea udiwani, kugombea ubunge, kugombea kwenye nafasi fulani, huyu mtu hawezi kusema mambo ya siasa ni mambo ya dunia, kwa sababu mtu anamjua Mungu wa ufalme. Maana yake nikishika ile nafasi nitaestablish ufalme wa Mungu mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaeleweka watu wa Mungu? Sasa andiko hili linasema tubuni kwa maana ufalme umekaribia. Sasa unajua watu wengi toba tunaelewa ni dhambi peke yake. Hapa asemi tubuni kwa sababu mmetenda dhambi. Anasema tubuni kwa sababu ufalme unakuja. Kuna kitu kinakuja. Kuna ufalme unakuja. Kwa hiyo tubu. Sasa hii sio toba ya dhambi. Hii ni toba kwa maana yake ni kwamba kutubu maana yake ni change your mindset. Kutubu maana yake ni geuza namna unavyofikiri, ndio kutubu. Kutubu maana yake geuza uelekeo wa fikra zako. Kutubu maana yake ulikuwa unaenda hivi, amua kugeuka na kuanza kwenda uelekeo mwingine. Hiyo ndio inaitwa toba. Kutubu sio kuungama nimetenda dhambi. Unajua watu wengi wanashusha toba kwa sababu anaanza akitenda dhambi, anaenda mbele za Mungu, nimetubu, nimekosea, naomba unisamehe. Alafu kesho yule alianguka naye dhambi, labda kijana amefanya zina. Usiku anaenda anatubu usiku mzima analia. Kesho asubuhi anaanza message, unaendeleaje? Zatoka jana. Wewe hujatubu wewe. Hujatubu. Kwa sababu kutubu maana yake change your mindset. Geuza uelekeo wako. Maana yake baada ya hiyo toba unaita toba, block huyo mtu. Acha mawasiliano naye. Yeye umeamka naye dhambi jana kwenye zina, usiku umetubu, kesho unamsalimia. Ilikuwaje jana? Nimeshatengeneza na Mungu wangu. Na wewe umetengeneza? Si unaongea upumbavu wewe. Hujatubu wewe. Tubu maana yake geuza fikra zako. Geuza ufahamu wako. Ondoka kwenye hiyo njia. Acha kabisa hiyo njia ambayo ilikukosesha. Sasa hapa ndicho anachowaambia, tubuni
kwa maana ufalme umekaribia. Maana geuzeni namna mnavyofikiri, kwa sababu kuna kitu kingine kinakuja. Kuna mfumo mwingine wa maisha unakuja. Kama hamjageuza namna mnavyofikiri, hamtaupokea huo mfumo wa maisha. Na ndio maana mpaka leo asilimia kubwa ya Wayahudi walimkataa Yesu kwa sababu ya ile andiko alilokuwa anawaambia Yohana. Wao walikuwa wana fikra fulani za Mungu, wakakataa kugeuza zile fikra, na fikra zao zikamkataa Yesu na wakamkataa Yesu. Ndicho Yohana alikuwa anawaambia, kuna mfumo fulani wa uendeshaji wa maisha ambao lazima ugeuze fikra zako ili ule mfumo ukufanikishe. Sasa nimesema ufalme wa Mungu ni mfumo mbalimbali, mfumo wa afya. Mtu ambaye atatubu, kwa sababu mfalme wa mbinguni, mfumo wa afya umemjia, hawezi kufurahia afya ya Mungu. Na hii moja sababu kuna watu hawaponi, kwa sababu mfumo wake wa kufikiri kuhusiana na afya umeathiriwa na dunia. Amekataa kugeuza mfumo wake wa kufikiri kuhusiana na afya uendane na neno la Mungu. Na hii moja ya sababu kuna watu hawatafanikiwa kiuchumi, kwa sababu mfumo wake wa kufikiri kuhusiana na uchumi umekataa kukubaliana na mfumo wa neno la Mungu wa uchumi. Mfumo wake unamwambia hivi, ukitoa unamalizika, unapungukiwa, unaishiwa. Mfumo wa neno la Mungu unasema hivi, kuna atawanyae huyo uongezea, na kuna azuiaye usivyo haki huyo uelekea uhitaji. Kwa hiyo mfumo wake unasema ukitoa unapungukiwa. Mfumo wa neno la Mungu unasema anayetoa anaongezewa. Unaona sasa tofauti? Maana yake huyo anaambiwa tubu, geuza namna unavyofikiri. Anza kufikiri sawa sawa na neno la Mungu ili neno la Mungu likufanikishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama utageuza namna unavyofikiri kuhusiana na ulinzi, hauwezi kufurahia ufalme wa Mungu ambao ndani yake una ulinzi. Ndio maana watu wengi wameokoka wanashambuliwa na nguvu za giza, na wameokoka. Kwa nini? Namna anavyofikiri. Tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Geuza namna unavyofikiri ili usaidiwe na ufalme wa Mungu. Hauwezi kulindwa kama hujageuza namna unavyofikiri kuhusiana na ulinzi. Kama kila ukipanda pikipiki unawaza ajali tu, gari unayopanda unafikiri ndio itapata ajali. Yaani wewe unawaza tu mashambulizi, na mwakishia utakutana na mashambulizi mengi. Giza likiingia unawaza kukabwa. Utakabwa sana rafiki yangu. Utakabwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko conscious na yani unawaza wachawi kuliko unawaza malaika. Utapigwa sana na wachawi. Utapigwa mno na wachawi. Kwa sababu unawaza kile unachokiwaza sana ndicho kinakutawala. Kile unachokiwaza sana, kilichojaa kwenye mawazo yako ndio bosi wako, ndio mtawala wako. Kwa kama kila kitu wewe unakishetanize, kila kitu unaona ni shetani, utatawaliwa na shetani. Ndio kweli. Unapaswa kuona ulinzi wa Mungu kuliko unavyoona mashambulizi. Unapaswa kuona malaika kuliko unavyoona mapepo. Sasa niambie, ukiwa unatembea usiku gizani, unaona mapepo, unaona ulinzi. Wengine anatembea usiku gizani, yani anaona mapepo, nguvu za giza, wachawi, mpaka mtu ukilala hivi anasema yule. Mtu wa Mungu unapaswa kwenye hatari uanze kulindwa kuliko hatari. Ukianza kugeuza namna hiyo, utaanza kuona ulinzi wa ufalme wa Mungu unafanya kazi kwako kuliko mashambulizi yanayofanya kazi kwako. Ukilala usiwaze kushambulia, waza nitalindwa, nitalala salama, katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara, maana wewe Bwana ndio unijaliaye kukaa. Sasa kuna watu wakilala, sijui nitaamka, Mungu wangu, sijui nitaamka. Mimi siwezi kufia usingizi, haiwezi tokea. Unafiaje usingizi wakati maandiko yanasema katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara, maana wewe Bwana ndio unijaliaye kukaa. Sasa nalalaje na kupata usingizi mara katika amani, na Bwana ananijalia kukaa salama, nilale nisiamke? Haiwezekani.
nikilala nitaamka. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema atanilinda niingiapo na nitokapo. Kwa kama ninapanda ngazi ninabariki, ninaingia. Nikiwa naingia atanilinda. Nitokapo maana kama atanilinda niingiapo na nitokapo. Siwezi kuingia kwenye gari nifie kwenye gari. Lazima nitoke kwenye gari. Atanilinda niingiapo na nitokapo. Hayo ndio mawazo ya mtu wa Mungu ili uweze kusaidiwa na ulinzi wa ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaeleweka vizuri watu wa Mungu. Kwa ni lazima ugeuze fikra zako zianze kuwa fikra za ufalme. Fikra za ufalme. Maana yake uanze kujiona mimi ni mtu wa ufalme. Siwezi kushambuliwa, siwezi kupatwa na uharibifu. Uharibifu unaipata dunia, huwezi kunipata mimi kwa sababu mimi nimeketishwa upande mwingine, nimeketishwa pamoja na Kristo. Siwezi kufikiwa na uchawi. Anza kuwaza na kufikiri hivyo. Biblia inasema ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yafikirini yaliyo juu, Kristo aliko. Ndio maandiko yanasema. Lile neno ikiwa ni condition. Nikiuliza wangapi wamefufuliwa pamoja na Kristo, tunanyoosha wote, si ndio? Biblia inasema kama kweli umefufuliwa pamoja na Kristo, umehamishwa na kuketishwa pamoja na Kristo, check unawazaga nini? Ndio vipimo. Kama kweli umefufuliwa pamoja na Kristo, utawaza yaliyo juu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima kujiwaza mimi ni mtu wa ufalme. Mimi ni mtu wa ufalme wa Mungu. Ni wajibu wangu kutoa na kujitoa kwa ajili ya ufalme. Ni wajibu wangu kutoa na kujitoa kwa ajili ya ufalme. Unajua watu wengi hata wanapotoa, sasa nirudi kwenye kile ambacho nilikuwa naongelea kwamba umuhimu wa kutoa na kujitoa kwa ajili ya ufalme. Watu wengi hata wanapotoa sadaka kanisani na machangizo, ujenzi na nini, hawana mtazamo wa kimfalme, wana mtazamo wa kimsaada. Na hii ni moja ya sababu hawajitoi kwa nguvu zote, lakini moja ya sababu hawasaidiwi na ufalme. Kama mimi ni mtu wa ufalme, kila cha ufalme ni cha kwangu. Nikifanya cha ufalme sijafanya msaada. Kama wewe ni mtu wa ufalme, maana yake kila kinachohusiana na ufalme ni cha kwako. Kwa kama ni jambo linahusiana na kuleta watu kwenye ufalme wako, kuleta watu kwa Yesu, ni la kwako. Huwezi kusema mimi nimesaidia injili mimi. Umeextend ufalme wenu. Ngoja nikupe mfano rahisi. Kwa mfano, mimi ni baba, sawa, mwenye familia. Na ninajua mimi ni sehemu ya familia. Huwezi kunikuta najisifia, bila mimi wasingekula wale. Wale ni familia, mimi ni sehemu ya familia yangu. Na ninafanya wajibu wangu kama mwanafamilia ambaye ana nafasi ya nini? Ya baba. Kwa hiyo huwezi kunikuta nimeinua mabega au bila mimi wale watoto wangu. Sasa mimi ni baba wa aina gani? Sasa tuna watu wa aina hiyo kwenye ufalme. Simuoni kuna watu wanasema bila sisi asingevaa ile suti ile. Yaani sisi ndio tunamlisha. Si wapo watu wa aina hiyo. Sasa ile kanisa ni sisi. Sisi ndio tumejenga sisi. Vile vyombo bila sisi. Tukiondoka pale hamna kitu. Unagundua watu wengi wanatoa, hawana mtazamo wa kiufalme. Kwa sababu kama ni cha kwako, wewe ni sehemu ya familia, ni sehemu ya ufalme, utatoa kwa moyo wote na hautakuwa na chochote cha kujisifia. Wengine wanafanya mashindano kwenye utoaji kwa sababu hawajui mambo ya ufalme. Ni kama mimi baba anapeleka chakula, alafu mtoto ana wajibu, alafu anashindana na baba. Kila mtu ana nafasi yake. Unapofanya kwa ajili ya ufalme, umefanya cha nyumbani kwenu. Kama kwenye ufalme umesafisha kanisa, umesafisha nyumba yenu. Kwenye ufalme umetoa hela, umepeleka kwenye ufalme, umejenga cha kwako, umejenga cha kwenu. Lazima uwe na mtazamo wa kiufalme. Kila ninachokifanya ni cha kwangu. Nikienda kuleta watu kwa Yesu, sitaki kulazimishwa. Hii ndio sababu watu wengi wanahimizwa kutoa, wanahimizwa kuleta watu kwa
Yesu, wanahimizwa kufanya kazi ibadani, wanahimizwa praise. Akisema kidogo na praise yao siimbi tena, kwa sababu ajioni kama yeye ni mwana wa mfalme, ajioni kama ni mwana familia, anafikiria yuko pale tu amepachikwa kutokea nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ugeuke. Watu wa dunia wanafanya vitu vyao wakijua ni vya kwao. Wanaotumia nguvu za giza, anafanya kama cha kwake, nani kwa uaminifu, kwa sababu anajua yeye ni wa ufalme ule na anasaidiwa na ufalme ule. Watu wa Mungu tuna ufalme wenye nguvu, lakini ni ufalme usiotusaidia, kwa sababu tunafanya kama tunasaidia, tunafanyia kutokea nje, atufanyii kama wanafamilia. Kuanzia leo, kila unachofanya kwa ajili ya ufalme wa Mungu, anza kukifanya kama mwanafamilia. Unapotoa zaka, toa kama mwanafamilia. Furahia wajibu wako wa kutoa zaka. Unaposafisha kanisa, fanya kwa uaminifu na kwa kufurahia. Unapomtumikia Mungu, furahia, kwa sababu unafanya kitu cha ufalme wako. Kama una nafasi ya kupanga vyombo, sijui kufanya seta, fanya kama kitu cha kwako. Usifanye kama kitu unachohimizwa au unamsaidia mchungaji. Yeye pia ni mwana wa ufalme, yeye ni baba katika ufalme, lakini na wewe ni mtoto kwenye ufalme. Kwa kama anavyofanya kwa moyo, na wewe fanya kwa moyo. Ukianza kufanya hivyo, utaanza kuona namna ambavyo ufalme wa Mungu unaanza kuhusika na maisha yako ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu utaanza kugundua ufalme wa Mungu utaanza kuhusika na kila kitu chako cha maisha. Ninaeleza watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na mimi yule ambaye amesikiliza na kuelewa leo, hatafanya tena kwa kusukumwa, hatafanya tena kwa mashindano, atafanya kama anafanya kwa Mungu na kama anafanya wajibu wake katika mwili wa Kristo. Amen. Bwana asifiwe sana. Sasa ili fundisho nimesema lina sehemu mbili. Sehemu ya pili sijui hata kama naweza kuianza, kwa sababu muda tayari umeshakimbia, lakini sehemu ya pili ya hili fundisho ni namna sahihi au mtazamo sahihi wa kumtolea Mungu. Hii nafikiri nitaiongelea zaidi kesho. Kesho sijui nitapewa muda gani? Lisali moja. Sawa, nitajaribu kuongea ambacho nitaweza kuongea kesho. Lakini sehemu ya pili nitaongea kwa kina sana kuhusiana na namna sahihi ya kumtolea Mungu ambayo itatuletea matokeo katika utoaji wetu. Na hapa nitagusia utoaji katika mtazamo wa kiufalme. Watu wengi wanamtolea Mungu, lakini hawatoi kwa mtazamo wa kiufalme. Kwa hiyo utoaji wao unakosa matokeo. Lakini baada ya leo, baada ya kesho, ninaamini utaanza kumtolea Mungu kwa usahihi. Na tutaangalia mitazamo ambayo sio sahihi kuhusiana na utoaji, lakini pia tutaangalia namna sahihi ya kumtolea Mungu ambao nina uhakika Mungu atatusaidia na tutaanza kuona matokeo kwenye hilo eneo. Naomba usimame umshukuru Mungu. Naomba usimame kwa dakika 2 tumshukuru Mungu. Inua tu mikono yako juu, sema Mungu Baba, ninakushukuru kwa neno lako. Ninaomba unirehemu. Ninaomba unisamehe. Omba kwa kumaanisha kabisa, ninaomba unirehemu. Ninaomba unisamehe mahali ambapo sikufanya kwa usahihi. Sikutazama kama ufalme. Sikuwa na mtazamo wa kiufalme. Nilifikiri ninasaidia kazi yako. Nilifikiri ninafanya kutokea nje. Na kwa hiyo nilifanya kwa ulegevu. Nilifanya kwa uzembe. Leo nimeelewa mimi ni mwanafamilia. Kila nitakachokifanya nitakifanya kama mwanafamilia. Utoaji unanihusu mimi. Kazi yako hapa kanisani inanihusu mimi. Kila eneo ambalo nitafanya kwa uaminifu, kwa sababu mimi ni mwanafamilia. Mimi ni mtu wa ufalme. Ninaomba unisaidie kupitia neno hili, mtazamo wangu ugeuke, ufahamu wangu ugeuke, nianze kuyatazama mambo kwa jicho la ufalme, kama mwana wa ufalme, katika jina la Yesu. Nafasi mbalimbali utakazonipa nizitazame
kama mtoto wa ufalme. Ukinipa nafasi serikalini, ukinipa nafasi za uongozi maeneo mbalimbali, ndani yangu mtazamo wa ufalme utawale, na ni utambulishe ufalme wako mahali ambapo utaniweka, katika jina la Yesu. Inua sauti yako, mwambie Mungu asante, alafu omba kile ambacho unasikia moyoni mwako. Omba tu kwa kumaanisha. Omba tu kwa kumaanisha. Baba Mungu mtakatifu, tunakushukuru na kukutukuza. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa neno lako. Asante kwa neno la ufalme. Asante kwa kile ambacho umezungumza na maisha yetu. Asante kwa kila mtu ambaye umegeuza maisha yake leo. Asante kwa sababu umegeuza ufahamu wetu, na ufahamu ukigeuka mabadiliko yatatokea kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunakushukuru kwa pandikizi la fikra mpya, fikra za ufalme. Tangu leo tunaanza kufikiri kwa upana wake. Tunatoka kufikiri kidini, tunatoka kufikiri kimsaada, tunatoka kufikiri kutokea nje, tunaanza kufikiri kutokea ndani. Pokea heshima, pokea utukufu. Utatusaidia kuyaishi haya ambayo tumejifunza, yatakuwa halisi kwetu hata kwenye maisha ya kila siku. Hatutafikiri tena kushambuliwa, hatutafikiri tena uharibifu. Tutakufikiri wewe unavyotulinda, unavyotuhifadhi, unavyotutunza. Tutafikiri nafasi zetu katika Kristo, namna ambavyo haifikiki, namna ambavyo hatufikiki, namna ambavyo hatuwezi kuguswa na adui, namna ambavyo hatuwezi kushambuliwa na wachawi, katika jina la Yesu. Na tunapofanya wajibu wetu, utatusaidia Mungu. Kila ambaye amemaanisha kulitenda neno hili ataona msaada wako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunapokea neema itakayotusaidia kuyaishi haya tuliyojifunza, katika jina la Yesu Kristo. Wote tuseme amen. Amen. Tumebariki.